I want to start by saying pole to the family of Mzee Idile Hassan, him and the entire Somali community. It is a very unfortunate incident that we have not witnessed before. This could be the second time since the impeachment started. I'm appealing to the people of Isiolo to remain peace and to remain calm. We leave this matter to the security agency. And I'm also urging them to go with the speed to get the culprits. Wazee waliongea mbele yangu wamesema mengi. Nataka tu kuongeza machache. Ya kwanza, tangu impeachment ilianza, kuna incident impia hakuwa katika kaunti hii imeanza kujitokeza katika kaunti hii. Ya kwanza kuna mzee ame strangle shingo yake, wakaweka acid, wakamchoma, wakamwacha for dead. Paka saa hii we did not get any report. Ya pili, the same village Tuluroba, kuna kijana jioni, saa 2 jioni alipigwa pistol. Vile mzee alipigwa jana. Is nice you up to now. Kuna kijana blogger ya speaker Isiolo County. Alipasuliwa kichwa na alikuwa ameandika ripoti katika OB ya Isiolo ya kwamba life yake iko hatarini. Na juzi kuna mama aliwawa hapa kambi juu. Majina naitwa Usman Sharif Auke. Leo hii tuko hapa life care kumtembelea rafiki yetu, mzee wetu ambaye alikuwa pia Secretary General wa Somali Council of Elders, ambaye jana usiku mwendo wa saa 2 wizi walivamia yeye karibu na msikiti wakati anaenda kufanya maombi ya saa 2, na alipata jeraha ya risasi na alipata kupata huduma ya kwanza huko Isiolo, na baadaye aliletwa hapa life care. Although sahi he is out of danger, lakini ako na majeraha ya risasi. Mpaka sasa hivi hatujui ni kitu gani ilitendeka, lakini tunaamini ya kwamba security ya hii nchi na ujasusi wa hii nchi wataweza jua ni kitu gani ilitendeka na hasa ni watu gani ambao walitekeleza hiyo uhalifu. Kile tunaomba serikali kuu, ambayo kwa sababu shughuli ya usalama yote ni ya serikali kuu, wafanye uchunguzi wa kina na watueleze sio hii tukio peke yake, lakini hata tukio hapa awali pia watueleze ni akina nani ndio wanahusika na hii story ya uhalifu kwa hiyo kaunti yetu ya Isiolo. Na viongozi pia tunawahimiza viongozi wetu watoe matamshi ambayo inaleta uhiano na maridhiano. Wasilete statement ambayo inaweza leta emotional na tribal conflict ambayo inaweza sababisha uhasama wa kijamii. Kuna siasa ya vuta ni kuvute, na siasa hiyo haifai ifike ile inasababisha uhai ya binadamu. Lazima kuna tofauti ya maoni, na ukiona ya kwamba fikra yako ni tofauti na wale wengine pia uheshimu, kwa sababu isifike kiwango ya mtu kusababisha uhai ya mtu kwa sababu ya kisiasa. Labda kitengo ya ujasusi watueleze hasa kama alipiga ripoti ama kama kuna uchunguzi yoyote ambayo wanafanya ili kudhihirisha wale walihusika na hii kitendo ya jana usiku. First and foremost, I want to pass my message of pole and a quick recovery to Mzee Hindri Hassan and the entire family for what happened last night, where there was an attempted assassination on his life. Number 2, we want to condemn as community leaders from Isiolo
we want to condemn with the strongest terms possible the incident of last night. Mzee Hindri Hassan is the Secretary General of the Somali Council of Elders here in Isiolo, and he has been vocal, calling out bad governance and the leadership in this county, and he has been advocating for good governance and good stewardship on county resources. As leaders, we want to condemn the attempted assassination on his life, and this is not only on Mzee Hindri Hassan. Previously, there have been several other attempted assassination. One on the area MCA of Mbulatwand, Mheshimiwa Lolot. There was also an attempted assassination on his life. I think 2 months back, there was a young man who is a blogger from Burapesa Ward who was also attacked, and he succumbed at the ICU of the Isiolo level 5 hospital. We have the former chief officer health, who is a cross ally of the county speaker. He was abducted somewhere in Manzoni, Makueni County, and he was dumped around Ruai. And therefore, today we want to call upon the security apparatus within Isiolo to carry out speedy investigation and bring those who committed this crime to book. And we are calling upon the institutions that deal with the security in this country, including the House of Parliament, the House of Senate, the Ministry of Interior, and the President, as the CDF, to look at the security situation in Isiolo. Na leo hii tuko hapa kama viongozi wa jamii ya Isiolo, viongozi wote kutoka Somalia, Turkana, Borona, Wameru, Sakuye. Tuko hapa leo kwa sababu ya yale mauaji ambayo yanatendeka katika Isiolo, na leo hii ndio tumeshirikiana kama viongozi kukatana na yale mauaji ambayo yanayotendeka. Kwa sababu kama jana kuna huyo kiongozi anaitwa Indile aliweza kuatakiwa na kupigwa marisasi, na hiyo ni kuonyeshana Isiolo haina uongozi ama usalama iko chini. Na kwa hivyo kama kiongozi wetu kama Gavana Kayole, kwa hivyo tunaomba aweze kuamuka, kwa sababu kumekuwa na mauaji mengi. Tumeona watu wakichomeka kwa manyumba, tumeona wengine wakipasuliwa kichwa, tumeona wengine wakigonga na magari. Tangu mambo ya impeachment iweze kuanza, kwa wakati ilianza, tumeona mambo mengi yanatendeka. Kwa hivyo tunauliza Gavana Kayole, mahali yako ashirikiane na vitengo ya kiusalama kutoka County Commissioner na wale wengine wote wa Isiolo, ili tuone Isiolo yetu imesimama, hakuna mauaji. Na wale pia wamepoteza watu wao, tunaomba ili waweze kupata haki katika jamii zao, kwa sababu wale wameweza kuaga dunia ni viongozi, wengine ni baba wa watoto, wengine ni vijana wa wazee na wamama. Kwa hivyo hatutaki kuona Isiolo yetu ikiendelea na mambo ya mauaji. Na kwa hivyo ndio maana leo hii tuko hapa kama jamii zote za Isiolo, tukisema Gavana mahali alipo, kwa sababu yeye ndio kiongozi wa county, na hii mzigo ndio tunaelekeza kwake ili aweze kusimama kindete na hiyo viongozi wengine wote wa kiusalama, ili tuone Isiolo yetu imesimama kama vile imeishi miaka hiyo ingine yote bila kuona kuwa na mauaji.